Tuko ba umuthi mgeni wito wako higa mwaka ni mtoto wa mama. Karibu sana Bahati. Asante sana. Yes. Yeah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. The Lord has been good. I'm blessed. Nimebarikiwa sana. Adoa nyobo mwe sawa. Agaidie maigwe wega. Ni mwadhani agosho. Amen. Wanasema unajua sasa ukiweka hiyo delay kidogo wanakuwa wanasema amen. Sasa na wewe sasa unaendelea kuongea unasema jitago Bahati na nidoka jatatwari. Jitago Bahati na nidoka jatatwari. Faslana. Yako imetupa lakini haijatupa unamwingilia. Niko sawa. Akorada sana. Nasikia nimemwambia tu line moja one statement na amerudia tu hivyo. Lakini unajua huyu ni neighbor wetu. Ni neighbor. Pale. Tukimwambia uvo wako atasikia uvo wako. Na mimi nasikiza Kikuyu zaidi. Ni manze amelenga kwao ni sawa. Karibu sana Njata. Na sana asante sana kwa support. Asante sana DJ kwa kutusupport na kucheza muziki. Yeah. I love Kikuyu people. They have a special place in my heart. Na unasema ngaje mko na special hado Kikuyu haina translation ya special. Hado hamwanya. Na hado hamwanya goro-ine yakwa. Hado hamwanya goro-ine yakwa. That's it. Hiyo ni kusema you have a special place in my heart. Na hiyo ni deep. Hiyo si shallow. No, I meant it. That is very deep. Karibu sana Bahati na tunaweza anza na kukujua. Watu wamekusikia sana na hearsay. Wengine wakachapiwa kwa story na mabesti zao. Sasa leo uko hapa live utuambie Bahati ni nani? Bahati ndasemaje? Bahati ni mwanamuziki wa nyimbo za Injili, a gospel artist. And I love God na niko na story mingi sana unajua. Na I love people sababu na zingatianga sana ama naimba nyimbo za ku-encourage as I praise God pia za ku inspire my generation. That's why kwa muziki yangu najaribu kuwa as real as possible. Yes. Awesome. Na hiyo definition ni true sana cause kitu tumekuwa tukiona ukifanya umekuwa ukiimba na ma-artists pia ambao pia ni ma-youth na pia dancers wako pia wamekuwa ma-youth. So tunaweza believe venye umesema ni ukweli. Na tunapoendelea Bahati ametoka wapi? Bahati as in my background. That's it. Nisema kwa ufupi ama kwa ufupi utaendelea ukiniuliza. So Bahati nimelelewa mtaa inaitwa Mathare. Mathare slums. Na that's why kwa maisha yangu na value sana watu wa Eastlands, watu wa ghetto, watu wa mashinani. Sababu majorly my success imejengwa na watu wa mashinani au watu wamekuwa kisupport my music, you understand. Nilizaliwa Mathare, place inaitwa Huruma Estate. Kama naweza peana my background, nika grow ya ABC Kenya Children's Home. ABC Kenya Children's Home, of course nimegrow huko sababu nilipoteza wazazi nikiwa mdogo sana. Nilikuwa nursery nikienda class 1 when I was so young. And my life instead ya kuingia kwa drugs na streets, sababu nilikuwa nataka sana kuenda shule. Mungu akanisaidia nikaingia kwa Children's Home. Kwa ABC Kenya Children's Home. Ndio wamekuwa kinilea kama wazazi, kama mama na baba. So nimelelewa sana majorly pia na street kids. Si naelewa maisha ya Children's Home, the setup. Na nilimaliza shule 5 years ago. Ndio nikaingia music. Sasa at least kuanza kushare my story na kuinspire more other people. Yeah. Wow, na hiyo safari haijakuwa rahisi hata wakati ambapo uliingia kwa muziki na hadi leo umekuwa huyu Bahati ambayo tuko naye hapa.
I know au kuanza hivi. Yeah. Ulianzaje? Of course nikiwa kwa Children's Home nilikuwa napenda kuandika sana mashairi. Sababu unajua ile ilikuwa at times ukiwa Children's Home inaitwaje na Kikuyu? What Children's Home? Ya Children's Home. No. Lazima kuwe na jina. So ukiwa huko kuna way times unakuwa lonely. Unakuwa sababu unajua kila mtoto at times anataka ile upendo ya mama. So as much as unapendwa na wenye wamekuleta, lakini kuna ile gap. Kuna times unakuwa lonely, you lack the family. True. And nadhani hiyo ndio time nilikuwa naandika mashairi as a way ya kujiexpress na as a way ya lasabaje, ni kama na try kujiconsole ama kupoa out your heart. Yes. So nikaendelea nikienda kumaliza shule sasa ndio nikaanza kucheza guitar, nikaenda music festivals. Nakumbuka nilirepresent my school inaitwa St. Teresa's in 2011 nationals. Ilikuwa Nakuru at that time. After hapo ndio sasa kutoka Mungu akanisaidia nikapata chance nikarekodi wimbo ya mama ambayo ndio Wakenya walinijua nayo. Maana kubwa kwangu mami ndio nakuimbia mama, zawadi nono kwangu haki kutoka kwa Maulana. Yeah. Ndio Wakenya walinijua nayo sasa kama bahati. And the rest is history. So ulikuwa shule kiduyo sana? No, ndio nilikuwa tu nimemaliza. Na unajua ile ndasemaje? Umetoka, of course nilikuwa struggle kama 1 year nje. Zile struggles hapa na pale kama kawaida, ghetto mtaani, kukaa base, unajua unatafuta za lunch. Nakumbuka job yangu ya mwisho ndio sasa nitoe wimbo. Nakumbuka nilikuwa nimepewa job ya kuuza gas. Kariobangi South. So alafu unajua mimi nilikuwa, of course mimi ni mgeto, lakini mimi ni kababi. So kababi msoto, unajua babi msoto unanga kitu. Lakini kwa nimepewa kazi na uzanga zile gas. So imagine mtu anajifundisha babi, alafu anapewa baiskeli ya ile kazi je kwa ngumu hivyo. So ndio Mungu akanifungulia njia nika record mama. Nilikuwa na struggles kama nakumbuka one of the hardest times. Kuna time ilifika kabla nikuje kurekodi hiyo wimbo. Nilifika nadhani sijaambia mtu hiyo kitu. Mimi nataka nikunichome. Unaambia tu watu wawili. Hatutasema. Mtu. Na ndio naheshimu sana huyo mama. Anaitwa najua nyinyi mnamjua kama Betty Bayo. Kuna siku nilikuwa nimefika mahali sasa hadi nikamuitisha kakazi. Na ndio unaona hadi leo anakuanga kwa roho yangu sana, nakuanga nimemheshimu sana. Na alikuwa amenipea job. Betty Bayo. Betty, no one knows. Tunaona kwa show yangu ya kesho atakuwa headliner. Sababu ameona my story ever since. Na ikafika mahali actually alikuwa ameshanipea yako kakazi. Ni vile mshahara na lakini alikuwa ameniokoa mbaya. Alikufinya. Alikuwa ameniokoa mbaya. Ilikuwa kazi gani? Alikuwa sikuwa nimeanza. Of course alikuwa amenipeleka studio, but unajua ni ile pia juu pia ni expensive. You understand? Alikuwa anauzanga zile, unajua vile wasanii tunauza CDs na mbania. Unajua David Wanda anashtuka hiyo story sana. Juu another nigga ndio amestruggle. You understand? Na yani ilikuwa zile time sasa imefika mwisho juu at that time
Na ni mpoa, juu alikuwa ameofa kunilipia computer college. Juu nilikuwa namwambia nataka kusoma computer. Sijui nilikuwa nataka kusoma computer nifanyaje. Ujirekodi. Na kusengine akumbuki na kuheshimu sana. Yaani unanikumbusha. Kuna artist fulani umealika kesho anaitwa JC Rongo. Kuna song yake mpya inasema weka wega niweweika. Do you know the meaning? Ukifanya vizuri wewe ndio umejifanya. Sasa wewe venye Betty alifanya vitendo poa kwa maisha yako. Bali na sijaiambia ndio unaona mimi kesho nafanya show Dhika sababu juu yani wakiwa wamenisupport sana. Unajua wajue vile wako wanashindwa kwa nini nimeacha hizi towns zote. Kwa nini utaenda Macha? Kesho hebu jazeni the stadium. I'll give you my story kesho. Na wacheze story yangu. Bwana ati wish yake ilikuwa kusoma computer na sijui nilikuwa na kwanza tuende break alafu tutarudi trasho kiraria mwero liwajuta TV kwa bahati atenda kiruto yake kile gudhoma computer packages gaina yake maundu trasho kiraria